Usiku ule wa mwisho kabla ya Yesu kwenda msalabani. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa ajabu sana. Ni usiku ambao hautakuja kusahauliwa katika historia. Ni usiku ambao uliambatana na matukio mengi ambayo hayakuwa ya kawaida, matukio yaliyotafsiri nyakati nyingi sana. Ni usiku ambao uliyatimiza maandiko mengi ambayo yalitabiriwa karne na karne na karne. Usiku huo wa mwisho ambao ulikuwa ni kabla ya Yesu kwenda msalabani uliambatana na mambo tofauti tofauti. Usiku huo ndio ule usiku ambao Yuda alimsaliti kwa kumbusu. Lakini usiku huo ndio ule usiku ambao Petro alishuhudiwa akipambana ili kumlinda Yesu na kumthibitishia Yesu kuwa yeye yupo tayari hata kufa kwa ajili yake. Akamkata mtu sikio. Sasa swali ni kwamba, je, Petro alilenga sikio kweli au alitaka kumkata mtu yule sehemu nyingine? Ila katika purukushani kisu kikaelekea sikioni. Sasa haya hebu tuyaache. Lakini usiku huo ndo usiku ambao Yesu alikuwa amemuonya Petro, akimwambia kwamba kabla jogoo hajawika Petro atakuwa amekwisha kumkana Bwana mara 3. Kwa lugha nyingine anamwambia kabla hakuja kucha utakuwa umenikana mara 3. Hii ilitokana na Yesu kuongelea kuwa anakwenda kuuawa. Petro na wanafunzi wengine walimkatalia kuwa, yaani wewe Bwana uuawe na sisi tukiwa wapi? Tutakupambania, hakuna kuuawa. Na si kwamba wanafunzi walikuwa wanaongea uongo, hapana. Hawa walimaanisha, kwa sababu walimwokoa Yesu na walimtoa Yesu katika hatari ya kuuawa mara kwa mara. Sasa tunaposema walimwokoa Yesu ni kwamba katika kumwepusha na zile hatari na zile fujo zilizokuwa zinatokea katika huduma yake mara zilipokuwa zinaotokea. Kuna wakati Yesu alipigwa na mawe katika kiwango cha kumuua, ila wanafunzi walipambana kuhakikisha mwalimu hafi kwa mawe. Ilihitaji gharama kubwa sana, kwa sababu kuna wakati waliumia katika harakati za kuokoa maisha ya Yesu au kumwokoa Yesu, ingawaje Yesu alikuwa hahitaji sana kulindwa kimwili. Hivyo wanaposema kuwa hatutakubali mtu akuue, walikuwa wanamaanisha kwamba wapo tayari kwa lolote, wapo tayari kupambana. Lakini kumbe hawakujua kuwa usiku ule ulikuwa ni usiku wa tofauti sana. Ilikuwa ni muda mkamilifu wa mapenzi ya Mungu na Yesu kukinywa kikombe cha mateso kama kilivyo, bila kupoozwa wala kuchakachuliwa. Yesu alipoona wanatiana moyo kuwa hawatakubali wewe ufe, ndipo alipowageukia na kuwaambia, ninyi nyote leo hii mtaniacha, mtatawanyika kama kondoo waliokosa mchungaji. Baada ya maneno yale, Petro akajibu kuwa, mimi siwezi kukimbia, hata wakikimbia hawa wote mimi nitabaki. Mimi leo nipo tayari kufungwa na hata kuuawa pamoja nawe. Petro aliongelea kufungwa hata kuuawa kwa sababu moyoni mwake alimfahamu vizuri Yesu. Kuna siku Petro alimwambia Yesu, nitakutetea, hutakufa. Yesu akamwambia, rudi nyuma yangu Shetani, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sasa leo Petro, ili asikemewe tena, akabadilisha mtazamo kwamba mimi nipo tayari kufungwa pamoja na wewe ikinibidi. Ukisoma katika kitabu kile cha Yohana 13:37, Petro akamwambia Bwana,
Kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi ni tayari kuutoa uhai wangu kwa ajili yako. Yaani Petro autoe uhai wake kwa ajili ya Yesu kabla ya Yesu kuutoa uhai wake kwa ajili ya Petro. Ndipo Yesu akamwambia sasa waziwazi kuwa usiku huu utanikana mara 3 kuwa hunijui. Yaani hata Petro mwenyewe akashangaa. Alafu Petro akasisitiza katika Mathayo 26:35 akamwambia, ijaponipasa kufa nawe sitakukana kamwe. Alafu wanafunzi wote wakasema hivyo hivyo. Baada ya maneno yale wanaelekea kuomba, na baadaye walipomaliza kuomba ndipo wakaja maaskari wengi na viongozi wa kidini na watu wenye hasira kali wameshika silaha. Lakini cha ajabu, hakukuwa na mtu anayeifahamu sura ya Yesu. Hivyo ikampasa Yuda aingie kati na kuwatambulisha kuwa nitakayembusu ndiye Kristo. Inasadikika kuwa wanafunzi wa Yesu walimfanya Yesu kuwa role model wao. Hivyo walimfanania kila kitu, kuanzia kuongea kwao, kutembea kwao, kuvaa na hadi mionekano yao na sura zao walimfanania Kristo. Kwa mtu ambaye humfahamu Yesu, yamkini ni ngumu kumtambua Yesu akiwa katikati ya kundi, ila Yuda aliyekuwa anamfahamu vizuri akaenda kuwaonesha kwa kumbusu. Hapo ndipo amri ilipotolewa kuwa akamatwe, na hapo ndipo Petro akaona usinitanie, akachomoa upanga wake na kuanza kupambana kama shari, haguswi mtu. Mnatuonaje? Yaani mnamchukua mwalimu yetu mbele yetu na sisi tukiwa tunamwangalia tu. Sio kinyonge. Basi kukawa na zogo, maana akili za Petro ndizo zilizokuwa akili za wanafunzi wengine, na ukizingatia Petro alikuwa ni kiongozi wa wanafunzi hao wengine. Sasa Yuda yeye alikuwa ametulia pembeni. Sijui alikuwa anajisikiaje kuona wenzake wanapambana hata kufa kwa ajili ya Kristo ambaye yeye amemsaliti. Sasa Yesu ikabidi awatulize wanafunzi na kumkemea Petro. Yesu anamwambia, mimi sio mnyonge, kwamba siwezi kujipambania. Kikosi hiki naweza kuagiza jeshi ndani ya muda mfupi na kisiwepo. Haya, rudisha upanga wake mahali pake, maana imeandikwa, auaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Inawezekana dhamira ya Petro ilikuwa ni kuua mtu kabisa. Ndio maana Yesu anamkumbusha kuwa ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. Hapo wakati Yesu anayaongea maneno hayo, tayari Petro alikuwa kashia sababisha, yaani kuna mtu hakuwa na sikio tena. Sasa wale askari waliokuwa kama wamepigwa na mshangao, kwa maana hawakutegemea kumkamata Yesu kwa wepesi namna hiyo. Alafu Yesu anasema, ninaweza kutuma majeshi yashughulike nao hawa askari, kitu ambacho Yesu hakuwa anatania. Alafu ni kwamba Yesu alikuwa amekwisha wakata mitama vikosi vyote vilivyokuwa vinakuja kumkamata. Yaani aliwaangusha mara 3 wote na silaha zao kama umeme. Wote walikuwa wanajikuta chini mara ya kwanza, wanainuka. Anawaambia, mnamtafuta nani? Wakisema tunamtafuta Yesu, akiwaambia njoni mnikamatwe, basi wanajikuta wanachapwa mitama, wote wanakwenda chini mara ya pili na mara ya 3. Kama wewe ni askari pale, lazima uwe na hofu. Yesu anawaonyesha kuwa hakuna anayeweza kunikamata kama sijaamua, kwa maana wakimsogelea tu wanapigwa na shoti, na ghafla sekunde moja wote wanakuwa wapo chini. Hivyo anaonyesha kuwa mimi ndiye ninayejikamatisha kwenu.
sio ninyi mnayenikamata mimi. Wakawa katika sintofahamu. Alafu Yesu anaokota kipande cha sikio kilichokuwa chini, anakirejesha kwa yule mtu aliyekatwa. Sikio linarejeshwa bila operation yoyote, mbele ya macho ya watu wote wanashuhudia nguvu ya uumbaji. Alafu anawaambia, njooni mnikamate. Kitendo cha kuruhusu kukamatwa kwake ndipo anakuwa kama anawazindua wale watu akili zao. Mara wanaanza kumkamata pale pale na kelele zinakuwa nyingi. Wakati huo huo, wanafunzi wa Yesu wakiwa katika hali nao ya kukamatwa pamoja naye, kwa kuwa wao mwanzo waliweka kama kipingamizi kwamba hakuna kukamatwa kwake. Wakaona hapa si kweli, hatutaweza kuwa salama kama tukiendelea kutulia hivi, kwa maana hawa watu wana hasira, wanaweza wakatujumuisha na sisi pamoja na Yesu. Wakaamua kukimbia, na maandiko yanasema kila mtu alikimbilia kona yake. Inaonekana amri ni kuwakamata wote. Inawezekana ilitolewa amri hiyo. Basi hapo ndipo yule Marko aliyetuandikia Injili ya Marko aliona kama nguo ni mzigo, akaiacha, akakimbia mtupu bila nguo. Basi Petro yeye pamoja na kukimbia kwake, lakini akaona haiwezekani kumwacha mwalimu peke yake mikononi mwa watu waovu. Hivyo akaamua kumfuatilia ili aone watakachomtenda. Kwa yeye alikuwa anamfuatilia nyuma nyuma mpaka katika jumba la kuhani mkuu. Yamkini alikuwa anatafuta chance ili ajue namna ya kumwokoa. Akili ya Petro si tunaijua vizuri, lakini ila alionyesha upendo mkubwa na ujasiri wa hali ya juu, akajipenyeza mpaka ndani. Alipokuwa ndani, alimshuhudia mwalimu akiteswa, akifanyiwa dhihaka, akizalilishwa. Kiukweli akajikuta anaumizwa, ila hakuwa na la kufanya. Mara sasa kuna mtu akamtambua, akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja na Yesu. Afu huyo aliyesema hivyo alikuwa ni kijakazi tu, yaani ni mtumwa wa kike, ni cheo kidogo kuliko housegirl wa leo. Sijui yule dada alikuwa na lengo gani na Petro, maana alipayuka mbele za watu bila Petro kutarajia. Watu wakaanza kumwangalia, nini, kuna nini? Wengine wakamkumbuka, wengine wakawa wanamwekea tension ya juu. Hapo Petro akastuka, akawa kama anakiona kifo kinamnyemelea nyemelea hapo. Akakana, na si kwamba alisema amjui Yesu. Yaani Petro aliamua kumdhalilisha yule dada, kuwa hata unachokisema tu mimi sikijui. Akakana mbele ya umati ule wa watu. Alafu kwa msisitizo akaamua kuondoka, akatoka nje kidogo ya ukumbi. Alipokuwa pale, kuna mtu alimuona, akamuuliza tena, na safari hii Petro akazidi kuwa mkali na akasema kuwa yeye hamjui Yesu. Baadaye akaja mwingine akamwambia, wewe hata ongea yako, tembea yako inakutambulisha. Basi hapo Petro akaanza kulaani na kula viapo kuwa hamjui Yesu. Katika jamii ya Kiyahudi, kiapo kilikuwa na nguvu sana. Kiapo kilihesabiwa kama muhuri wa kile unachokiongea, na kuapa ni agano unaloliingia linalofungwa na maneno yako. Hapo Petro alikuwa amejimaliza kwa viapo, na alipomaliza tu ndipo jogoo akaanza kuwika. Na baada ya kumsikia jogoo akayakumbuka maneno ya Yesu, na alipomwangalia Yesu akashangaa kumwona Yesu anamtazama Petro kwa huzuni, ambaye Petro alikuwa ametoka kumkana. Ndipo Petro akajisikia vibaya, akaanza kulia huku akiondoka eneo lile. Sasa baada ya tukio lile, Petro yeye mwenyewe alihisi kujihukumu nafsi yake, na nafsi yake ikawa inamhukumu, inamsuta sana. Ila baada ya Yesu kufufuka, malaika anawaagiza wale wakina mama ambao walikwenda kwenye kaburi la Yesu kwa ajili ya kumpaka mafuta. Walipokuta kaburi alipo, wakawakuta malaika wakiwauliza,
kwa nini mnamtafuta mtu aliye hai katikati ya watu wafu? Baada ya kuthibitisha kwamba Yesu amefufuka, wale malaika wakawapa agizo katika Marko 16 mstari wa 7, wakiambiwa kwamba enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake pamoja na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamwona kama alivyowaambia. Anasema mkawaambie wanafunzi wake pamoja na Petro. Hii imekaaje? Je, Petro sio mwanafunzi wake? Yamkini tukio lile la Petro kumkana Yesu alijiengua mwenyewe kimoyomoyo kwamba mimi sasa, hapana, siwezi nikaendelea kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa ile nilichokifanya. Ila kwa taarifa hii kwamba kawaambieni wanafunzi pamoja na Petro, pia ni habari njema kwake, kwamba habari mfikie kuwa Yesu anakuja na anataka awakute Galilaya, na Petro akiwa mmoja wao. Baada ya Yesu kufufuka, kabla ya kupaa, aliketi na Petro na kumuuliza swali hili mara 3: Je, unanipenda? Halafu alikuwa anamwelekeza kwamba awalishe kondoo zake, achunge kondoo zake. Sasa unafikiri Yesu alikuwa hajui kama Petro anampenda mpaka amuulize mara 3? Hapana, alikuwa anajua kabisa kuwa Petro anampenda, ila alichokuwa anakifanya pale Yesu ni kufuta vile viapo alivyokula wakati anamkana Yesu. Yamkini watu walimwambia kama umjui Yesu apia. Petro alikuwa anaapia. Kwa maana hiyo sasa Yesu anataka ayafute maneno yale. Kwa maana hiyo anayafuta kwa Petro mwenyewe akili kwamba wewe Petro unanipenda? Akasema ndio Bwana, unajua. Akasema ndio Bwana, nakupenda. Akamwambia mara ya pili, unanipenda? Akajibu hivyo hivyo. Na mara ya 3 akasema wewe Bwana, unajua. Kwa maneno yale, ili yasimfuatilie kama ambavyo alimkana mara 3, ndivyo alivyomkiri mara 3 kuwa nakupenda, na kupewa agizo mara 3 kwamba lisha kondoo zangu. Petro, kama unakumbuka, alikuwa anaongea sana kabla ya Yesu kusulubiwa kwa mimi nipo tayari kufa kwa ajili yako. Sasa hivi alikuwa mnyonge, hana nguvu wala ujasiri tena wa kusema kuwa yupo tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Na Yesu akaliona hilo kuwa linamsumbua Petro na litamsumbua. Hivyo basi Yesu anaamua kukitabiri kifo cha Petro. Ni namna gani kifo cha Petro atakavyokufa ambavyo kitakuwa kimemtukuza Mungu. Kwa Petro anatabiriwa kifo chake katika Yohana sura ya 21 mstari wa 18 na 19. Maandiko yanasema, akasema, amini amini na kuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako, na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hili ili kuonesha ni mauti gani itakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Hivyo tangu hapo Petro alikuwa anajua ni kwa namna gani atakavyokufa, na kifo chake kitakuwa ni cha mateso kwa ajili ya Kristo, ili yale maneno yawe kamilifu kuwa nipo tayari kufa kwa ajili yako. Kwa Yesu anamrudisha Petro katika maneno yake, akielezea mauti ambayo itamtukuza Mungu. Kwa maana hiyo, kama Petro alikuwa anajihukumu kwamba niliahidi kuwa nipo tayari kufa kwa ajili ya Kristo na niliogopa kifo na nikamkana, basi Yesu anaonyesha kwamba hapana, wewe utanikana tena. Kwa safari hii utakuwa upo tayari kweli kufa kwa ajili yangu. Na baada ya hapo historia inabadilika rasmi. Petro akawa ni mtu ambaye anatingisha mamlaka, haogopi kifo, haogopi gereza wala mateso. Akawa ni mtu ambaye anatisha, akafanya miujiza ambayo baadhi ya miujiza aliyoifanya hata Yesu mwenyewe hakuwahi kuifanya. Sasa ninaomba tu kwa leo niishie hapa, ila sehemu ijayo tutamtazama huyo Petro ambavyo alivyokuwa wa tofauti sana katika huduma yake.
Petro ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu na yule Petro ambaye alikuwa ni mtume sasa alifanyika kuwa mtume na kuifanya ile kazi, alibadilika kwa kiasi kikubwa. Petro mwamba. Muda ukitutosha tutatazama mpaka kifo chake, ila ni kuombe kama hujasubscribe channel hii basi usubscribe sasa, ili uendelee kupata maarifa haya kila yanapokuwa hewani. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni kama unavyoziona hapo. Ukihitaji maombi, maombezi, ushauri na kuokoka, usisite kututafuta. Na ukihitaji kuwa sehemu ya thawabu ya huduma hii, basi unaweza kutumia namba hizo kutuma sadaka yako, mchanga wako, ili kuendelea kututia moyo katika huduma hii na tuendelee kuifanya huduma hii katika viwango vya ubora. Naomba tukutane katika kipindi kijacho. Barikiwa.